ndivyo Mungu alivyotuumba. Unaona? Na aliona kwamba kila kitu alichokifanya ni chema. Kwa hiyo tumeumbwa katika ukamilifu kabisa. Hatujakosewa kuumbwa kwa namna tulivyo. Mungu alivyotuumba tukiwa weusi, hajatukosea kabisa tukiwa na sura na ngozi ya rangi nyeusi. Wengine walivyoumbwa wakiwa na rangi na ngozi nyeupe, Mungu hajakosea kabisa. Mungu alivyotuumbia tukiwa na nywele nyeusi, hajakosea kabisa. Hizi rangi za kucha tulizo nazo sio kwamba zimebuniwa tu, zimetolewa tu mahali. Hapana, ni kucha za Mungu kabisa. Mungu kabisa ana kucha kama hizi. Mungu kabisa ana masikio mawili. Mungu ana pua mbili hizi. Unaona? Mungu ana kila kitu tulicho nacho. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kimetokea tu alafu labda tukawa nayo. Unaona? Kwa lakini wakati ambapo sisi tunakuja kumkosoa yeye, tunakuja kumrekebisha yeye, tunakuja kumrekebisha ngozi ambayo Mungu ametuumbia, tunakuja kubadilisha rangi. Maana yake sasa Mungu alichofanya, kazi aliyofanya ina kasoro. Uumbaji ambao Mungu amefanya ina kasoro. Alivyotuumbia nywele nyeusi, alafu sisi tunatafuta nywele zingine. Tunakataa hizi nywele zake. Maana yake tunamkosoa yeye kwamba hizi nywele za Mungu zina shida. Hata zile ambazo yeye anazo zina shida. Unaona? Hata tunavyoenda kubadilisha kucha zetu hizi kucha ambazo Mungu rangi hata za kucha. Maana yake tunamkosoa Mungu kwa sababu unavyokuwa sasa hivi na kucha nyingine tofauti na hizi, rangi ya kucha tofauti na hizi, kuwa namna hiyo. Maana yake Mungu ambaye amekuumba kwa mfano na sura yake hana kucha ulizo nazo. Hana rangi nyeusi katika kucha zake. Hana rangi nyekundu katika kucha zake. Mungu ana rangi hii ambayo tunayo. Unaona? Kwa hiyo ndugu yangu, ni heri upate kujua katika siku ya leo kweli, ili tusije tukaenda kuingia mahali